muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani. Ni saa 12 majirani ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye muktasari wa shajara. Langu jina John Bosco na Teleng. Kituo cha Radio Jangwani kinaadhimisha miaka 9 tangu kuanzishwa kwake, huku kikisalia kuwa nguzo muhimu kwa jamii ya wafugaji wa Marsabit kwa kutoa habari, malezi ya kiroho na hata burudani. Baadhi ya mashabiki wa mwanzo wa Radio Jangwani wakiongozwa na Isaac Leria maarufu kama Mzee Dokle kutoka eneo la Karantina mjini Marsabit wamesema kuwa kituo hiki kimewafaa kwa kupata matangazo bomba na habari nyingi ambazo zimewaelimisha. Anasema kuwa amepata marafiki wengi wapya kupitia radio, hivyo kuomba mashabiki kusidi kujuliana hali kupitia kituo cha Radio Jangwani. Hakuna mtu amekamatwa kuhusiana na mauaji ya mhudumu wa bodaboda hivi majuzi katika eneo la Harobota, viungani vya mji wa Marsabit. Haya ni kulingana na kamishna wa kaunti ya Marsabit, James Kamau, ambaye amezungumza na shajara ya Jangwani afisini mwake. Kamau wamesema kuwa uchunguzi unaendelea, huku akitoa wito kwa wananchi kutoa taarifa muhimu kwa idara ya usalama zitakazosaidia katika kuendeleza uchunguzi huo. Wizara ya elimu katika kaunti ya Marsabit imewataka wazazi wa wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali ya kaunti ya Marsabit kuwa na subira ili kuruhusu kesi iliyowasilishwa mahakamani kuhusiana na ufadhili huo kukamilika. Akizungumza na shajara ya Jangwani kwa njia ya simu, waziri wa elimu katika kaunti ya Marsabit, Ambaro Abdulhai, amesema kuwa kwa sasa serikali ya kaunti haiwezi kutuma fedha katika shule mbalimbali kutokana na kesi hiyo inayowazuia kufanya vile. Waziri Ambaro ametaja kwamba punde tu kesi hiyo itakapokamilika mnamo tarehe 24 mwezi ujao, basi serikali ya kaunti itaendeleza majukumu yake ya kulipa karo kwa wanafunzi wote. Wahamiaji 30 raia wa Eritrea wamekamatwa na kushtakiwa katika mahakama ya Marsabit kwa kuwa humu nchini bila stakabadhi hitajika kinyume cha sheria. Raia hao 30 wanaojumuisha watu wazima 26 na watoto 4 walikamatwa na maafisa wa polisi tarehe 15 mwezi Machi katika eneo la Ilfret, eneo bunge la Northern, kaunti ya Marsabit, bila stakabadhi zozote za kuwaruhusu kuwa humu nchini Kenya. Kulingana na taarifa ya polisi, washukiwa hao wa uhamiaji haramu walikuwa wakisafiri kutoka nchini Ethiopia kuelekea jijini Nairobi. Raia hao wamefikishwa mahakamani leo hii mbele ya hakimu mwandamizi Simon Arome, ambapo wamekiri kosa dhidi yao wakisema wametoroka makwao kutokana na hofu ya kiusalama. Hakimu Harome ameamuru wahamiaji hao kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Marsabit, huku nao watoto wa kike wakipelekwa katika makao salama. Na wakati huo pia wanaume wawili raia wa Kenya wameshtakiwa katika mahakama ya Marsabit leo hii kwa madai ya kuwasafirisha wahamiaji hao haramu kinyume cha sheria. Washukiwa Stephen Obocha mwenye umri wa miaka 26 na Ahmed Mohamed mwenye umri wa miaka 24 walikamatwa tarehe 15 mwezi huu wa Machi wakiwasafirisha raia hao wa Eritrea kutumia gari aina ya Nissan Patrol nambari ya usajili EXGKB 977R kutumia barabara ya Ilfret. Mbele ya hakimu mwandamizi Simon Arome, wawili hao wamekanusha mashtaka dhidi yao na kuachiliwa kwa dhamana shilingi milioni 5 kila mmoja. Mwanaume mmoja ameshtakiwa katika mahakama ya Marsabit kwa kosa la kumnajisi mtoto mdogo wa umri wa miaka 8. Ilmeseku Lealo mwenye umri wa makamo anadaiwa kumtendea unyama mtoto huyo mnamo tarehe 16 mwezi uliopita wa Februari katika location ya Songa, kaunti ndogo ya Marsabit ya kati, gatuzi la Marsabit. Kulingana na mashtaka, mshtukiwa alikusudia kumnajisi mtoto huyo mdogo kinyume cha sheria. Akifika mbele ya mahakama ya Marsabit hapo jana Jumatatu, mshtukiwa amehoji kuwa mtoto huyo ni jamaa yake, swala ambalo hakimu mwandamizi wa mahakama ya Marsabit Simon Arome ameamuru taarifa mpya kuandikishwa kuhusu kesi hiyo. Mahakama mnamo Februari 18 mwaka huu ilikuwa imemwachilia mshukiwa kwa dhamana shilingi 200,000 pesa taslim au mdhamini wa kiasi sawa na hicho. Wataalamu wa mifugo nchini wameelezea kusikitishwa kwao na kukithiri kwa visa vya wizi wa mifugo na kutoa wito kwa idara ya usalama kuhakikisha wanashirikiana nao katika kulemaza visa vya wizi wa mifugo vinavyozidi kutatiza usalama wa wakazi wa kaunti ya Samburu. Wataalamu hao wamelaumu idara ya serikali katika kaunti ya Samburu kwa kulegeza kamba katika vita vya kupambana na ununuzi wa mifugo ambao umeibiwa, huku wakitaka mfumo wa kukagua mifugo kabla ya kuchinjwa kwenye vichinjio kuweza kuboresha ili kukabiliana na kununua ama kuchinja mifugo walioibiwa. Ni muktasari msikilizaji, mengi ni hapo itimia hapo saa 1 jioni. Langu jina John Bosco na Teleng. Huu ni muktasari wa shajara ndani ya Radio Jangwani.